Mtazamaji, mambo yanazidi kuharibika tena zaidi hapa nchini Kenya. Wakenya wameamua kwamba wataandamana mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu jana wakati Wakenya wanafanya maandamano kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang, kuna Mkenya mwingine ambaye alipigwa risasi mbele ya cameras, mtazamaji wangu, na polisi, ambaye kufikia sasa ameweza kubainika. Nadhani unaona picha zake hapo kwa screen. Huyu ndio polisi ambaye alipigana jana risasi na akaweza kumpiga jamaa wa kuuza mask risasi ya kichwa, mtazamaji wangu. Na Wakenya wanajiuliza maswali mengi, kama huyu polisi anaweza akapiga risasi mbele ya kamera zaidi ya 20 zikimwangalia, amefanya mangapi mahali ambapo hakuna kamera? Inaonekana kwamba hata last year mwezi wa 6, wakati vijana walikuwa wanafanya maandamano ya kureject finance bill, tulikuwa tunashuhudia watu wengi sana waliuliwa. Inaonekana kwamba pia anaweza akawa amehusika kwa mauaji ya vijana ambao walikuwa wanauawa wakati wa maandamano ya Gen Z last year, kwa sababu kama anaweza akapiga risasi mbele ya kamera, mtazamaji wangu, kamera zote zikimwangalia, just imagine vile anaweza akafanya mahali ambapo hakuna kamera, ama kwa room, mkipatana kwa room mkiwa wawili mahali ambapo hakuna kamera, anaweza akakufanyia nini, mtazamaji wangu? In a civilized society, no ideology, no agenda, no grievance justifies raising a hand against another human being. These goons, these thugs are not heroes. They are criminals and they must be treated as such. We cannot and will not remain silent when our fellow citizens are beaten, harassed and intimidated. Silence in the face of such brutality is complicity. It is our moral duty to speak up, to demand accountability, and to ensure that those responsible are brought to book. I also take this opportunity to condemn the senseless killing of one innocent protester at the CBD today by a police officer. An officer whose responsibility is to protect lives and to protect property. But instead, these officers resorted into taking lives. I want to condemn this with the contempt it deserves. And I want to warn this officer, having known very well what is happening in this country, that his own boss is going to be charged for murder. How can you move further to kill an innocent protester whose only mistake is to go on the street to protest against the death of one of their own, the death of one Albert Ojwang, who was senselessly killed too in the hands of the police officers. Such police officers are criminals. Such police officers must be condemned. Such police officers must take plea, must be charged with murder. And we are waiting, we are seeing your actions, and at the right time, we will also act. To the Governor of Nairobi, Johnson Sakaja, your actions today do not make you strong. Hurting others does not give you power. It reveals your weakness. It reveals your fear. It reveals your utter lack of respect for the rule of law. And we will not allow fear to win. I want to tell you clearly that you've hurt so many people, but the goons that you've hired today at the CBD to hurt people during demonstrations, and we will not take it lightly. To the victims and families, you are not alone. We see you, we stand with you, and we will continue to fight for a society where everyone can live without fear, regardless of their background, beliefs, and opinions. Let us send a message loud and clear that we will not be bullied, we will not be silenced, and we will never stop fighting for justice. We will never stop fighting for peace and for the right of every individual in this county and in this country. What the governor has done is completely unacceptable. I condemn it strongly, and I believe that he can do better. When he was campaigning, he used to say that siasa bila chuki, siasa bila vita. But now, what are we seeing in Nairobi? A disorganized county, a county that should be organized instead of being antagonized by the governor with the help
of the government. We want to warn the goons that you need to stay at home. When people are peacefully demonstrating against the death of one Albert Ojwang that was so gruesome, a death that every Kenyan condemned, you come and you start dancing on the grave of the dead by trying to intimidate fellow Nairobians, fellow Kenyans who are fighting for justice. I want to say that you are criminals and you must be dealt with accordingly. And therefore, Nairobians, do not fear. We are with you. So mtazamaji, huyo ni mbunge wa Embakasi East Honorable Babu Owino, incoming governor Nairobi County, akieleza kile ambacho kilitokea, lakini pia akimwambia Sakaja kuhusiana na vile mambo yalifanyika jana. Jana tuliona mambo mabaya sana yakifanyika hapa jijini Nairobi. Tumeona watu wakitoka kazi. Kuna mzee ambaye niliona video yake ikanipea hasira sana. Yaani mtu ametoka kazi tu ameshikilia vitabu zake anaenda nyumbani. Wala hajajihusisha kwa maandamano ama hajaingia kwa maandamano. Akapatana na hao goons ambao walikuwa wanasema sijui wanalinda jiji, wakampiga, wakamwangusha chini, wakamdaruria nguo, wakamnyang'anya kila kitu na wakamwacha pale. Unaona mtazamaji? So hii ndio Kenya ambayo tunasema kwamba ati na wanapita hapo karibu na ofisi ya Sakaja wakisema kwamba eti tumelinda jiji. Tumelinda jiji ama tumepora jiji, mtazamaji wangu? Kuna maduka zilifunjwa jana zikaweza kuibiwa vitu. Just imagine, hii ni aibu kubwa sana kwa governor wa Nairobi Sakaja. Vitu ambazo zilifanyika jana ni aibu kubwa sana kwa governor Sakaja, kwa sababu juzi alikuwa amezungumza na kutuambia kwamba hatahakikisha kwamba hakuna maandamano yanaendelea Nairobi. Hatahakikisha kwamba amelinda biashara, lakini badala ya kulinda biashara, hao watu ambao amewachukua kuweza kulinda biashara, badala ya kulinda biashara ndio wanaiba. Badala ya kulinda biashara ndio wanapora watu. Wanafunja biashara, wanaiba vitu ndani. Sasa hao ndio watu wa Sakaja alikuwa anatuambia kwamba eti ata make sure kwamba hakuna biashara imeharibiwa Nairobi. So nadhani kwamba jana imekuwa aibu kubwa sana kwa governor Sakaja, na sijui hata ataanza kuambia watu nini tena kutokana na kile ambacho kilitokea. Watu ambao waliumizwa, watu ambao hawana hatia kabisa. Mtu ametoka kazi anakutana na watu wanampiga, wanamnyang'anya kila kitu, na eti sasa hao ndio wanaambiwa wanalinda jiji. Ni jambo la kusikitisha mtazamaji wangu sana 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 kwa governor Sakaja, lakini sijui una maoni gani mtazamaji wangu? Ningependa nisikie maoni yako chini katika sehemu ya comment section. Au unakubaliana na kile ambacho kinatokea, ama unadhani kwamba maandamano yanafaa kuendelea mpaka siku gani? Unadhani kwamba maandamano yaendelee mpaka siku ambayo mtazamaji wangu justice itaonekana kwa Albert Ojwang pamoja na huyu kijana ambaye amepigwa risasi jana? In fact sijui kama anaendeleaje, kwa sababu alikimbizwa hospitali akiwa hali mahututi na amefanywa upasuaji kichwa. Sijui anaendeleaje, lakini nitakuwa update nikipata habari kamili kuhusiana na huyo kijana ambaye alipigwa risasi jana na afisa wa polisi ambaye mtazamaji wangu ameweza kubainika sasa hivi na picha zake zinasagaa katika mitandao ya kijamii. Mimi najulikana kama Jetan, hii ni Jetan Daily Politics. Usiende mbali kwa sababu nitakuwa narejea hapa hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.